Wajua ilikuwa story moja, bwana mmoja aliishi na mke wake. Mke wake akanamwambia, bwana mimi hii nyumba imeniingia upweke sana. Siwezi kuishi na wewe tu. Naomba uoe mke wa pili. Ni wewe mke wa pili? Asema yeye nataka uoe mke wa pili kwa sababu nataka challenge ya mapenzi yangu mimi na wewe. Yaani kama moto kati yetu umekufa. Sasa nataka kitu cha kuibua moto kati yetu. Ukiwa kwake na mimi nikiwa kwangu, nijipime ni jinsi gani naweza kukupenda mume wangu, uzidishe mapenzi kwangu au uzidishe mapenzi kwake. Sasa mume wake yaonekana ni kama ana akili sana, nataka kumpongeza. Akaniambia, Lela mimi sikuoa mimi. Nikamfuata mwanamke tu nikamwambia, bwana niliyemuoa ni huyu. Nasema nilichukua picha tu. Kaambia huyu ndo nimemuoa. Na Mungu akipenda mwezi wa 6 nitamleta nyumbani. Lakini sasa hivi huko mkoani kwao ndiko anakofanya kazi. Asema akashtuka, na yeye ndo aliniambia nioe. Asema akashtuka. Aliposhtuka akaniuliza, fulani huyu mke yuko wapi? Kwa sababu kwanza ni mdogo kiumri kisha mzuri pia wa kisura. Akamuuliza huyu mke yuko wapi? Akamwambia huyu mke yuko sehemu fulani. Anafanya kazi gani? Akamwambia huyu ni bosi katika kampuni yao, yeye ndio mkurugenzi. Kwa hiyo ameenda kunitafutia msomi. Kivipi? Si umeniambia ni wewe mke ile akupe challenge. Kwa hiyo hujaona mtu wa kumuoa isipokuwa umeenda kuoa msomi. Ndio aje hapa nionyeshe mimi kama mimi sijasoma. Sijajua kama una tabia mbaya hivi, mwanaume una roho mbaya sana wewe. Asema akamaliza maneno. Akamwambia sasa unasema nini? Mimi sina cha kusema, endelea na mke wako. Asema nikaongea na wenzangu walikuwa wanaenda katika mihangaiko hii ya kutafuta riziki za pembeni. Ndio. Nikamwambia, bwana nyinyi ile kazi yenu ya usiku na mimi siku moja nipangeni, nenda kwenda na mimi. Kwa nini wewe ulisema uweze kuondoka kwako? Asema kuna utafiti wangu nafanya. Akapangwa, ile siku alipopangwa akamwaga siku 2 kabla. Bwana zamu ya fulani imefika, bidii niende kwake sasa. Ndio unaenda huko? Lakini ni mbali. Akamwambia kama nitumia tiketi ya ndege. Sijajua kama unaweza kunisaliti namna hii fulani. Wewe unatumia tiketi ya ndege unaenda kwa mkeo. Mimi hata siku moja je kunipandisha ndege. Akamwambia mimi sijapanda mimi. Amekata yeye tiketi, wa ujuu uchumi wangu. Na ninachokipata na kuletea wewe. Wewe ndio unanipa nimpe yeye na nyingine nitumie mimi. Mimi nimekata tiketi ya ndege na pesa gani? Pesa yote unaishika wewe. Yule labda ananihurumia ndio bana amenikatia ndege. Hapo unasema mimi sikuhurumii. Akasema kisha pomaliza nikamwambia basi nipange begi langu mimi naondoka. Anasema anafika kule kwenye ile kazi ya usiku, naangalia hajaweka mswaki. Wala dawa ya meno. Anasema akampigia simu. Mbona hujaweka mswaki na dawa ya meno? Kwani wewe si anaweza kukata tiketi ya ndege anunue na mswaki? Anasema nikanyamaza nikarudi nyumbani. Nilirudi nyumbani nikamwambia sasa huyu bwana Ijumaa aje hapa tukatoka naye hapa. Kwa hiyo asharudi. Akarudi nyumbani alipotoka ile safari yake usiku. Ile kazi yake usiku. Akarudi na pesa akamkabidhi. Kaambia bwana yule mimi kanipa pesa. Kaniambia hizi za matumizi zitatufaa, wewe tunza. Sasa tishike haramu mimi. Bwana iskashaza kila kufanya kazi amkabidhi mkewe pesa. Sasa sikasema wenzangu akanilipa mimi nikarudi na ile pesa ngapa mke wangu yule kasema chukua hii pesa utunze kwa ajili ya kutunza familia yetu, uende utagawa matumizi ya nyumba 2. Nasema pesa haramu sishiki mimi. Na yeye ndo kasema uoe. Kwamba yeye ataka challenge. Yaani mtu wa kumpeleka puta ili amhudumie mume itakavyo pasavyo. Ndio. Sasa akasema alivyosema vile na mimi nikaongeza msumari juu. Ijumaa namleta tweje tujishi naye hapa. Na kwa sababu bado sina uwezo na yeye akaunti zake bado zimezuiliwa, tunataka tununue nyumba, lakini tuwaomba tutumie chumba cha uani cha fulani. Huyo fulani ni mtoto wao wa kiume. Tutumie chumba cha uani cha fulani. Siku 2 tu nyumba yake kisha tengenezwa usafi hapa, atahamia kwake kwenye mji wake. Hamna neno. Asikae tu sana siku 2 kamili. Akaambia siku 2 kamili. Asema nikanunua mdoli, nikavalisha nguo kama mtu, nikaja naye nyumbani. Nilipokuja naye nyumbani ule mdoli nikambeba. Yaani amembeba sio unajua. Alafu akamfunika. Akakutana naye barazani. Wewe mbona umembeba? Asema huyu kachoka sana. Nataka nimweke ndani nimpumzishe kidogo. Maana ametembea. Hata siku moja hujai kunibeba.
unambeba huyu tu. Akamwambia sasa wewe mimi nitakubebaje kwa mwili huu? Fanya mazoezi nitakubeba. Asikasonya, asema akanisunya akaondoka. Alikana muona vile. Akamlaza kitandani akafunga mlango akaenda kazini. Mbona umefunga? Asema nimefunga kwa sababu amesema amechoka sana atakakupumzika. Mimi naenda kazini jioni nitarudi. Asema amekaa kazini apigiwa simu, njoo nyumbani matatizo makubwa sana ametokea. Asema kuna nini? Asema mke wako mimi kanipiga. Mke wangu kakupiga? Mke wako mimi kanipiga. Mke wangu kanipiga. Niandalie fimbo. Na kuja hapo tumwadhibu. Asema nikaenda nyumbani nikamkuta mke jicho limekuwa jekundu, kisha nguo yake dira imechanwa. Akaniambia mimi mke wako kanipiga. Akaambia hamna neno. Nenda yuko kitandani pale kalala, muamshe uniletee hapa. Muamshe mwambie mume wetu atuita pale sebuleni. Nitampiga leo mpaka nieleze kwa nini amekupiga. Ndio. Mke akaenda kafunua kumbe ni plastiki. Hawezi kuja, kaa chini analia. Kamfuata. Mbona hutoki? Mume wangu nisamee, nimeingia kwenye mtego. Aibu kiasi gani? Mpaka kaenda kwao. Akamfuata kwao akamwambia bwana wewe usiwe na haya sana, rudi bwana tuendelee na maisha. Atuombea. Sasa mimi nawaambia ni wanawake. Wanaume wako na staili za kukupima akili yako iko vipi. Sasa wewe unaweza kumaliza maili kumbe mwenzako amekupiga kwenye mtego. Na ukaingia mtego, chambo ukaila yote chambo mpaka pini ukala. Yaani kana muona vile alivyoumia jicho na goli moja. Sijui kama itashoga yake akampiga na gauni wakajichana gauni. Sasa aibu kiasi gani? Kila ukimwangalia wewe mwanaume utakuona haya kwa sababu wewe ni muongo kisha mnafiki. Na wakati mwingine hata kama ukimwambia cha ukweli yani hauna thamani tena kwa hiyo mwanaume kwa sababu sidhani kama atakuamini tena. Kwa sababu kama unaweza kusingizia plastiki. Na kumbe maskini anakuaga anaenda kwenye kazi, anaenda kwa mke, kumbe mwenzako anaenda kwenye kazi. Anakupima tu uingie kwenye mfumo. Sasa unaingia kwenye mfumo na unajivunjia heshima yako. Lakini ungekuwa mtulivu, ukaacha kusema ovyo, niolee mwenzangu nipate challenge. Na nikakwambia mwenzako ndo, wewe utafute ufundishe. Ndio. Tafuta mafundisho, ambie jamani mimi nataka challenge, nataka kuongeza msisimko katika ndoa yangu, nisaidieni. Wewe unaenda kushauri vitu ambavyo wavijua, huwezi kuvimudu katika nafsi yako. Ni kama wanaoingia kwenye ndoa sasa. Ukiingia kwenye ndoa unaambia mimi hamna neno nitahudumia nyumba. Ada utaweza kulipa kila baada ya miezi mitatu. Kuna watu wanalipa ada mpaka $3,000 kwa miezi miwili. Utaweza kupeleka? Je, mwanaume akikwambia sawa umesema wewe utajihudumia mwenyewe, mimi watoto wangu nataka wasome international school, waweza kuwapeleka? Kwa usivae vitu tu hujui kwamba yani wewe usipende kuongea vitu tu. Hasa ukiwa mtoto wa kike ndio inabidi ujifanye mvivu kila kitu. Watu wakiwa wanaongea wewe unakaa kimya. Uwe mtu wa kutegatega. Ndio yani hiyo kifupi tufanye hivyo. Uwe mtu wa kutegea mambo. Haona ulivyojimaliza sasa. Kumbe umechanua dera na plastiki. Nani anaweza kuchana dera plastiki gani? Wale midoli wale tunawavalisha nguo madukani eti lile bwana. Hawezi kufanya chochote. Sasa umeenda kumwamsha amebidi abaki chini analia maana ameenda kumwamsha chombo kumbe ni mdoli. Na hili inatoa funzo gani kwa wanaume? Kwamba kuna baadhi ya wanaume wanaambiwa na wake zao, mimi ukinifungulia tu biashara hapo nenda kaoe. Ukifanya hivi wanaume wanatakiwa kujifunza nini katika hili? Naongea kama mwanamke. Hamna mwanamke anayekubali ukeweza kikawaida yani sio jambo rahisi kwake. Usiende kwake ni unamwambia ni kabla unataka kukutema big G. Wasema kisha uondoke hapana. Ni jambo la kumwandaa kisaikolojia maybe 5 years. Umemwandaa mpiga tuition ya kisawa sawa. Kwa sababu ni jambo la kiimani. Lakini wanawake wao sasa shida hatuna imani. Sisi tuna hisia. Na tukiwa na waume tunaona huyu ni mume wangu, inabidi nimemiliki mimi. Sasa tena ukiwa miliki sasa ni mbili, tunaona kama vile baadhi ya nguvu tupoteza. Sababu sisi tuwapenda vile kwa control. Sasa ikiwa tena kuna mtu mwingine anakuita na unaitika najisikia vibaya. Kwa hiyo inabidi umemwandaa kiakili. Na kwamba mke wako akikwambia utafute mke shekhe usiingie katika huo mkumbo. Fanya uchunguzi kama aliofanya wewe ndugu yangu. Taratibu tu utakuja kujua nia yake hasa ni nini.